kwa pamoja kwenda kuipambania timu yetu. Kwa hiyo wana Yanga ambao wako Dodoma, wako Singida, tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukaisupport timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah. Fine imeshakabidhi. Fine tumeshakabidhi. Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umeshakwenda huo. Ndio Mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Mzigo uwapo. Alafu Yanga bwana. Yanga Afrika. Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34,210,380. Yaani ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri. Nikija kuleta posa kwenu mashemeji zenu ndo hawa. Mamilioni. Mamilionea wamechango milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na niweke hii clear. Maana nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi kwanza, tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo faini tuachieni sisi. Na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo faini. Sasa mtu mmoja akaibua hoja anasema, kwa nini klabu haijalipa wamelipa wanachama? Nini msiwajibike nyinyi viongozi? Mtu ameuliza asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa yake sio nzuri Nimemuuliza. Wajibikaji wenu nyinyi. Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Alikamwe? Klabu ya Yanga ni Engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi hawajawajibika kulipa, viongozi walichokifanya mpaka kosa limepatikana hawalikuwa hawafanyi kwa ajili ya familia zao, walikuwa wanafanya kwa ajili ya timu, na wanachama wenye timu yao wameona yes, tumepambana na tumekosea hapa, tunalipa sisi wenye timu yetu. Sasa swali la kuja dogo tu, swali dogo tu jepesi, dogo tu. Wewe hela sio yako. Yanga wamechangishana hela yao wenyewe, wamelipa deni lao wenyewe. Kama sio uchawi, kinachokusumbua wewe ni kitu gani? Yaani wewe unavokaa tu kiroho inakusokota. Ndio maana asubuhi nimwambia mtu mmoja, tafadhali na sisi wote tujikite kwenye kutafuta hela jamani. Unajua mtu ukiwa una hela ndio masononeko moyoni yanaanza kama hivi. Tuweke juhudi kwenye kutafuta hela. Mwanachama wa Yanga jana kanipigia simu, yupo nje ya nchi yule. Maana nimeona pia message nyingi sana. Baadhi ya wadada wakiniomba namba ya yule jamaa aliyotoa. Wananiambia nataka tumpongeze mwanachama mwenzetu. Kakako, na huyu naye kwenye line. Kwa nataka wapitie kwako. Yaani navuta wada wapite. Ameniambia yule jamaa jana, wallahi tena amenipigia simu. Vipi kama nikamwambia poa, namba ni ya nje. Michango imefika shilingi ngapi? Nikamwambia kuna milioni 10 hivi na 700,000 hivi. Akaniambia natia 10 hapa sasa hivi. Nikajua hawa si ndio janja huyu. Nimekata simu dakika 2 kanitumia muamala. Alafu akaniambia ficha hapo jina langu hapo. Nimefanya kwa ajili ya Yanga. Imagine mtu katoa milioni 10. Katoa milioni 10 na hataki kuonekana. Watu wanavyoipenda Yanga yani. 10 milioni na hataki kuonekana. Alafu kuna Fumao katoa 300,000 kila muda anisumbua. Niposti. 10 milioni nimekatia. Katia 10 milioni alafu kaambia nifiche jina langu. Sasa ndugu zanguni, hayo ndiyo mahaba ya wanayanga kwa timu yao. Ndio maana nikamwambia mtu, wewe mmoja
unaona Yanga wanakosea. Alafu kuna watu milioni 30 wanaona Yanga yao imepatia. Na wamechanga kiasi cha mtu kutoa milioni 10. Milioni 10 wewe ukipewa saizi Jadu, wewe ukipewa milioni 10 saizi. Hii biashara ya Ava kuamka asubuhi unatuma ukaripoti unaacha. Unaenda kununua kamera yako milioni 4.5, unanunua maiki zako kwa Zuberi, unafungua Jadu TV na wewe unaanza kuajiri watu. Ndio ukubwa wa 10 milioni ambao mwana Yanga ameitoa tu kwa ajili ya kuchangia timu yake. Kwa hiyo sisi viongozi tunaendelea kusimamia pale pale kwenye kujivunia aina ya wanachama na mashabiki ambao tuko nao. Kama mtu anaumia na mchango wa Yanga, achangishe na yeye. Kama mtu mchango wa Yanga unamuumiza, changisha na wewe. Ita ukoo wako, changisha 100,000 uone ilivyokuwa ngumu. Yaani shirikisha ukoo wako. Kama ni Shentembo itaneni wote. Mna shida ya laki naombeni uone kama utapata. Kati za kulinda pointi 3 hizo. Lakini Yanga wanajua, unajue ili jambo lilotokea, wana Yanga wanajua, si wanaona. Yaani wana Yanga wanajua okay tumekosea, lakini tumekosea katika harakati zipi? Sababu kuna jambo lilitokea Arusha kule mkasema la Arusha mimi silijui. Nimeona mitandaoni kama nyie mlivyoona, nimeona wachezaji wako hospitali kama nyie mlivyoona, nimeona ripoti ya daktari wa Azam binafsi sikuielewa, sijui nyinyi wenzangu mlielewa, ndio wanaongea vitu vya kitaalamu vingi, lakini issue ya msingi hajasema. Umeelewa? Mara sijui watoto wana nini na nini, maana kaona kawaida. Sema 442 ulipigwa ukupigwa ndio watu wanataka. Ndio utakazunguka ingia hapa katoka huko kaenda huku, mara sijui akalala, wengine wakaamka, mara sijui kaje kawaje na nini. Angekuwa daktari wa Yanga pale, angenyoosha kama rula. Ndio utaanza mkaenda hapa kaibuka huku, mara sijui akalala, kichwa kikamuuma, mara tumbo likaba, mara tukaona mmoja tukaona kawaida, mara tena wanne wakaongezeka, mara 90%. Daktari, sema shida nini? Maelezo bale, sema saidia mpira, mmepigwa nini? Wewe si daktari? Maana mpaka unasema mchezaji ilibidi kupimwa figo sifa. Sema shida ilikuwa nini? Unaposema tumepima, si vipimo vya kawaida vionyeshi. Sasa kama vipimo vionyeshi kaumwa nini? Karogwa? Wanajali afya ya wachezaji. Mimi ndio moment kama hizi. Nataka niwaambie ukweli, moment kama hizi ndio zinatofautisha viongozi wa Yanga na viongozi wa timu nyingine. Sisi Yanga inapokuja maslahi ya timu yetu kama rula hivi tunakunyooshea. Hashimu Ibwe na Zaka wako tu pale. Wachezaji karibia 9 wanasemekana wanaumwa, wanaalisha tu na kutapika. Sijui kambini kulikuwaje siku hiyo. Lakini wasemaji wamekaa kimya tu. Hakuna strong information inayotoka. Wewe Yanga hapa aumwe Pacome mmoja tu. Twende kwenye mechi Pacome arudi hapa anaalisha. Twende kwenye mechi hapa Okelo arudi eti tumbo alielewelewi. Mmoja, Sembuze 9, mmoja aguswe Okelo.